Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu wamelemewa na mizigo katika maisha yao. Kuna watu kila itwapo leo wanalia, wanatoa machozi kila itwapo leo. Na wengine mizigo ambayo inawalemea wameshaichukua kwamba ni sehemu yao ya maisha. Kuna wengine walienda hadi kwa mganga ili waangalie kama ile changamoto inayowasumbua katika maisha yao, ile mizigo inayowasumbua katika maisha yao, waone kwamba kama itaisha. Lakini mwisho wa siku mizigo imeongezeka zaidi badala ya kupungua. Mizigo inaendelea kukutesa katika maisha yako. Nataka nikupe habari njema siku ya leo. Ungana pamoja nami katika somo hili fupi mwanzo hadi mwisho. Usiskip hii video, sikiliza mpaka mwisho. Pengine majibu yako unayoyatafuta kila itwapo leo yako hapa mahali hapa. Majina yangu naitwa Pastor Clinus Ponsiani, kanisa la House of Glory International Church. Askofu mkuu ni Archbishop Livingstone Msombo Mwambapa. Tunapatikana makao makuu Dodoma mjini, Miganga East. Nikukaribishe ungane pamoja nasi, uanze pamoja na mimi katika somo hili fupi. Naamini Mungu atafanya jambo kubwa katika maisha yako. Lipo jambo jipya Mungu atalifanya katika maisha yako. Ni wewe tu kuchukua hatua, kusikiliza somo hili na kufuata maombi ambayo tutaomba pamoja baada ya somo hili. Nataka nikwambie kwamba unaweza ukaishi unateswa na mambo mazito katika maisha yako. Yaani umekosa sehemu ya kusemea. Umehangaika sehemu mbalimbali bado hujapata suluhu. Umetafuta msaada ya kila aina lakini bado mizigo iko juu yako. Kila mmoja anayo mizigo ambayo inamtesa katika maisha yako. Iko mizigo ambayo inakutesa katika maisha yako. Sijajua ni mizigo gani inayokutesa, ila kila mmoja anayo mizigo katika maisha yake. Kuna mmoja mizigo yake ni magonjwa. Anateseka na magonjwa kila itwapo leo. Anahangaika kila itwapo leo. Alishazunguka mahospitali nenda rudi. Mwingine anapima vipimo majibu hayajulikani. Yaani wanasema uko vizuri, hauna shida, lakini ndani ya mwili unahisi kuna ugonjwa unakusumbua. Kuna wengine wana mizigo ya madeni. Kuna wengine wanaanzisha kibiashara. Yeye hawezi kusimama hata siku moja. Kila akianza kupiga hatua, adui anaingia. Hiyo yote ni mizigo. Lakini habari njema ya siku ya leo tunaipata katika Mathayo, Injili ya Mathayo 11:28. Na maandiko matakatifu yanatuambia, "Njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha." Kwa maana hiyo Yesu Kristo ndiye atakupumzisha ile mizigo ambayo inakulemea katika maisha yako. Zile changamoto unazozipitia katika maisha yako, Yesu Kristo atakupumzisha. Atafuta kila teso linalokutesa katika maisha yako. Kwa unaalikwa uje kwake Yesu Kristo. Kama maandiko yanavyotuambia kwamba njooni kwangu ninyi nyote. Kwa wale wote msumbukao na wenye kulemewa, njoo kwake Yesu Kristo. Ni wewe kuchukua hatua kuja kwake. Kwa maana yeye ndiye anao uwezo wa kupumzisha. Kama walishindwa wanadamu, yupo Yesu Kristo anaweza. Usijisumbue na kuhangaika kwenda kwa waganga. Usipoteze muda wako bure na kupeleka sadaka zako na ng'ombe na kuku kuchinja kwa kupeleka kwa mganga. Yupo Yesu Kristo mtenda miujiza. Usijiongezee mizigo, kwa sababu ukienda katika madhabahu za giza unaongeza mizigo badala ya kuipunguza. Kwa hiyo ni bora wewe uchukue hatua ya kuja mbele za Bwana, kwamba Bwana Yesu,
Kuna jambo fulani ambalo limenishinda katika maisha yangu. Kama ni ugonjwa, mwambie Bwana Yesu, kuna ugonjwa unaonitesa katika maisha yangu. Wewe uliowaponya wengi sana, na mimi naomba uniponye. Kuna mwanamke alitokwa na damu miaka 12. Hilo sio gonjwa la kawaida. Hiyo sio changamoto ya kawaida. Hiyo ilikuwa ni changamoto nzito na ngumu. Kila aitwapo leo, mwanamke miaka 12. Kugusa pindo la Yesu, Yesu akamponya automatically. Kwa tambua nguvu ambayo ipo kwake Yesu Kristo. Kumbe kwa imani tu na kuamini kwamba Yesu Kristo anatenda, anaponya, unapokea uponyaji. Ni wewe tu kuja mbele za Mungu. Ni wewe tu kumchagua Yesu Kristo leo hii ili apate kukutua mizigo ambayo inakutesa katika maisha yako. Na kutamkia siku ya leo, mizigo inayokutesa katika maisha yako ikaondoke kwa jina la Yesu Kristo. Magonjwa yanayokutesa yakaondoke katika jina la Yesu Kristo. Mateso yanayokutesa yakaondoke katika jina la Yesu Kristo. Kuna mambo mengine adui ndio anasababisha ili wewe uteseke. Nataka nikwambie kwamba yupo Yesu Kristo mtenda miujiza. Atakusaidia kuondoa mizigo inayokutesa katika maisha yako. Atakutoa mizigo inayokutesa katika maisha yako. Ni wewe kuchukua hatua kumwamini. Ni wewe kuchukua hatua hii kuomba pamoja nami sasa kwamba Yesu Kristo nionekanie siku ya leo. Mwambie Yesu Kristo nionekanie. Mwambie Yesu Kristo uniguse. Mwambie Yesu Kristo unisaidie. Mwambie Yesu Kristo nishike mkono. Yesu anaweza mpendwa. Yesu anatenda. Yesu hajawahi kushindwa na jambo lolote. Ukichukua maamuzi ya haraka na ukampokea yeye katika maisha yako, amini kwamba wewe umepokea jambo jema. Amini kwamba wewe umepokea uzima katika maisha yako. Basi niombe pamoja na wewe mahali kokote uliko. Yamkini yapo magonjwa yanayokusumbua, yamkini yapo mateso yanayopitia katika maisha yako, au ulishangaika miaka nenda rudi hujapata msaada. Nataka nikwambie kwamba Yesu Kristo ndiye mtenda miujiza. Leo uponyaji uko mahali hapa. Omba pamoja nami mahali kokote uliko. Simama kwa imani yako. Simama kwa imani yako. Omba pamoja nami maombi haya. Sema, asante Bwana Yesu, wewe Mungu uishie milele. Na kushukuru kwa ajili ya siku ya leo. Asante kwa ajili ya rehema zako na neema zako ambazo unazidi kuziachiria katika maisha yangu. Bwana Yesu, naomba unitakase, naomba uniguse, naomba unionekanie. Mkono wako wenye nguvu naomba uniguse. Damu yako takatifu naomba initakase kwa jina la Yesu Kristo. Tazama maandiko yako yanavyosema, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Bwana Yesu, niko mbele zako leo, naomba unipumzishe. Niko mbele zako leo, naomba unitoe mizigo inayonisumbua katika maisha yangu. Yamkini ni magonjwa, yamkini ni mateso, kuonewa na adui. Hiyo yote mizigo Bwana, naomba ukanitue, naomba unisaidie, naomba unipiganie kwa jina la Yesu Kristo. Basi popote pale uliko, fumba macho nikuombee. Baba, katika jina la Yesu Kristo, namleta mbele yako mtu huyu ambaye anasikia sauti hii mahali kokote aliko. Bwana Yesu, achilia mkono wako wenye nguvu, achilia damu yako takatifu ikamguse na kumponya kila moja mahali kokote aliko. Kuna yule anateseka na magonjwa, Bwana Yesu, achilia uponyaji kwa kila mmoja mahali kokote aliko katika jina la Yesu Kristo. Chochote kinachomtesa mama huyu, chochote kinachomtesa baba huyu, chochote kinachomtesa kaka huyu na dada huyu, Bwana Yesu ukakiondoe katika jina la Yesu Kristo. Magonjwa hayana kibali, mateso
mateso hayana kibali, kuonewa na adui hakuna kibali tena, katika jina la Yesu Kristo. Achilia uponyaji kwa kila mmoja mahali kokote aliko, katika jina la Yesu Kristo. Damu ya Yesu Kristo ikatendea juu yako, damu ya Yesu Kristo ikatendea juu yako. Mateso hayana kibali juu yako, katika jina la Yesu Kristo. Na kuombea mpendwa, popote pale uliko, uponyaji ukawe juu yako, mizigo ikaondoke juu yako, katika jina la Yesu Kristo. Maandiko matakatifu yanavyosema, ombeni lolote kwa jina langu nami nitalifanya. Tamka neno, jitamkie neno, mwambie Yesu Kristo. Amini kwamba unachokiomba atakifanya kwa ajili yako. Chochote unachokiomba atakifanya. Mwamini, endelea kuomba ukiamini kwamba Mungu unafanya. Siku ya leo ikawa siku ya muujiza katika maisha yako. Mungu akusaidie sana, Mungu akusaidie sana. Yes, usichoke katika kuomba. Ingia katika maombi, mwambie Mungu uliyesema kwamba njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Mwambie Bwana Yesu kwamba mimi nimekuja. Bwana Yesu, naomba unisaidie, naomba uniguse, naomba uguse, uniweke mkono wako wenye nguvu, unisaidie yale ambayo yamewashinda wanadamu. Bwana Yesu nisaidie, wewe unaweza, wewe unatenda. Mwambie Bwana Yesu atakusaidia, atakugusa, atakuonekania. Mungu akubariki sana. Naitwa Pastor Clinus wa kanisa la House of Glory International Church ililopo makao makuu iko Dodoma mjini, Miganga East, karibu na SGR. Niko chini ya askofu mkuu wa kanisa Livingstone Soma Mwambapa. Nakukaribisha kabisa kuendelea kutazama na kutembelea peji zetu ya mitandao ya kijamii. Ya kwangu mimi naitwa Pastor Clinus Ponsian, lakini mitandao ya kanisa ni Uponyaji Kwaya, inaitwa Uponyaji Kwaya, kwa sababu tunaendelea kuposti nyimbo mbalimbali za Injili, lakini pia mafundisho ya kimungu. Mungu akubariki sana, nikutakie wakati mwema. Neema ya Kristo ikawe juu yako, katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.